Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii kwanza nikukaribisha katika YouTube channel yangu. Ya pili, ashukuriwe Mungu aliye hai kwa hii nafasi nimepata ili tujifunze pamoja mimi jioni hii na wewe. Na nataka nisome maandiko hapa kwa haraka kitabu cha Waefeso 6:10 mpaka 18, alafu tuendelee. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mumejifunga kweli viunoni, na kuvaa diria ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambayo ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amen. Acha tuombe. Baba, ni katika jina la Bwana Yesu Kristo, na inua jina lako na libariki jina lako. Na kushukuru Mungu aliye hai Baba kwa ajili ya neno lako Bwana wa mabwana. Roho Mtakatifu wa Mungu, wewe ndio linena hii neno maandiko, unaifahamu vyema Baba kuniliko. Asante kwa kila mmoja ambaye atapata nafasi Baba ili asikize neno lako Bwana, na wakabidhi katika mkononi mwako Baba kupitia kwa Roho Mtakatifu wako Baba. Nena Baba ndani ya mioyoni mwetu, andaa mioyo yetu Baba kwa ajili ya neno lako, na ni kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu nimeomba na atakuamini. Amen. Mara nyingi tukisikiza vita vya kiroho, mara nyingi tumeona vita yale yanatoka ndani ya familia. Labda mtu anafanya uchawi ili mimi na bibi yangu tuachane, ama mtu anaroga watoto wangu, ama maugonjwa yanakuja yale mimi sifahamu hayo, ama napoteza kazi, ama biashara haiendi mzuri. Ni ukweli hayo wanga inatendeka, lakini mara nyingi hayo sio yale neno la Mungu inazungumzia hapa. Nataka tuangalie na tujue kiini yale neno la Mungu inazungumzia hapa. Paulo anasema ya kwamba kushindana kwetu ama kung'ang'ana kwetu sisi kama Wakristo, sio juu ya damu na nyama. Sio juu ya damu na nyama. Kumaanisha nini? Sio adui ile mimi namfahamu. Anasema bali ni juu ya mamlaka na falme, wakuu wa giza hili, juu ya jeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa kiroho, wapendwa, iko falme ya giza na iko falme ya nuru, na falme ya nuru inatawaliwa na Mungu. Falme ya giza, wapendwa, katika ulimwengu wa kiroho inatawaliwa na shetani, na shetani ako na wanajeshi, na katika ufalme wa Mungu pia iko wanajeshi. Sasa Paulo anasema ya kwamba kwa sababu sisi ni Wakristo, sisi yale tunang'ang'ana nayo ama yale tunapingana nayo ni hii falme ya giza. Na ndio kwa maana Biblia inasema juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Na ni kwa sababu gani ulimwengu wa kiroho inapigana na sisi kama Wakristo? Kwa sababu tulipata wokovu. Nataka tusome kitabu cha Waefeso 2:1 mpaka 5 na tuelewe neno la Mungu inasema nini. Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tazama, Biblia inasema mulikuwa, ni kitambo tulikuwa wafu, lakini leo hii tulikombolewa na tumetolewa pale na Mungu, ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi,
ambazo zamani sisi sote nasi tulienda kati yake na katika tamaa za mwili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na wao wengine. Kabla tusome 4, nataka tuelewane. Biblia inasema ya kwamba sisi sote tulitawaliwa na ukawaida ya dunia, tulitawaliwa na tamaa za mwili zetu. Biblia inafunza tena ya kwamba tulimfuata mkuu wa anga, roho yule anatendaye kazi katika wana wa kuasi. Wana wa kuasi ni watu wale wamemwasi Mungu, wamekataa kutii sauti ya Mungu. Ni watu wale wako pale nje, wako katika hali ya giza. Watu wale wamekataa kuamini neno la Mungu. Hawa ndio wanaitwa wana wa kuasi. Sasa Biblia inasema roho ile inafanya kazi ndani ya mioyoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo roho ni pepo chafu, inatokana na Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema, angalia, inatumia past tense. Inasema zamani, inasema nanyi mlikuwa wafu. Kwa sababu gani tulikuwa wafu? Wanaomwamini mwana hao wanapata uzima wa milele. Wasiomwamini mwana hao tayari wameadhibiwa. Neno la Mungu inasema namna hiyo. Sasa inamaanisha katika upeo wa kiroho, kwa maana Biblia inafunza kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Katika upeo wa kiroho, sasa tayari mimi nimeadhibiwa, na kama tayari nimeadhibiwa, tayari mimi ni mauti. Alafu inasema zamani sisi sote walio ndani ya kanisa, sisi sote tulikuwa pale nje. Tulikuwa katika ile utawala wa ile roho anayefanya kazi ndani ya mioyo ya watu wale wamemwasi Mungu. Lakini Mungu kwa huruma zake na upendo wake na kudhihirisha ukuu wake, aliingia katika falme ya giza, na kwa uwezo wake Mungu akatutoa pale na akatueleta kanisani. Kwa ajili gani Mungu alituokoa? Ili sisi tumwamini, na sisi tuamini neno lake, na sisi tumtumikie Bwana. Na ndio kwa maana leo hii sisi tunakesha ndani ya kanisa. Ndio kwa maana leo hii sisi tunajiandaa na tunaenda kwa huduma ya mlango kwa mlango. Na ndio kwa maana leo hii sisi tunaenda kwa open air. Na ndio kwa maana leo hii sisi hatutawaliwi tena na usherati. Bwana alitutoa pale. Hatutawaliwi na ulevi. Bwana alitutoa pale ili sisi tumtumikie. Lakini swali kubwa bado ni, kwa ajili gani bado iko vita? Ni kwa ajili gani bado tunang'ang'ana? Ni kwa ajili gani bado tunashindana? Hii mashindano inatoka wapi? Kwa sababu Shetani hakufurahia, wapendwa, wakati tulitolewa katika falme ya giza, wakati Mungu aliingia pale na nguvu nyingi na akatuokoa kwa mkono ya ule adui anaitwa Shetani, na akatuleta katika falme ya nuru ili sisi tumwamini na tumtumikie. Haikumpendeza Shetani. Shetani bado anatamani turudi pale. Hiyo ni jambo la kwanza. Shetani anataka turudi pale. Jambo la pili, tazama, Biblia inasema ambazo mlijiendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu hii. Kawaida ya ulimwengu hii. Unakunywa pombe kwa sababu marafiki zako wanakunywa pombe. Unavaa manguo nusu kwa sababu marafiki zako wanavaa manguo nusu. Uko na girlfriend kwa sababu marafiki wako na girlfriend. Uko na mpango wa kando kwa sababu marafiki wako na mpango wa kando. Ndio wewe ufit in. Wakati mnaenda kukaa mahali mkikunywa pombe ama mahali mkiburudika, pia wewe unaweza pigia girlfriend yako simu akuje. Ukawaida ya ulimwengu hii. Mahali unafanya ofisi kazi ni mahali ofisi imetawaliwa na usherati. Pia wewe unajihusisha kwa usherati. Kwa ajili gani? Ndio uambatane na marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ukawaida ya ulimwengu hii. Na anasema ambazo zamani sisi sote nasi tulienda, hiyo ni 3, tukaenenda kati yao katika tamaa za mili yetu. Tamaa, tulitawaliwa na tamaa za Mungu. Mungu alinibariki na tamaa ya kutamani mwanamke. Lakini hiyo tamaa ilikuwa ni juu ya bibi yangu. Ili mimi nimpende bibi yangu. Ili mimi tupate watoto na bibi yangu. Tuzae. Lakini kwa sababu nashindwa kucontrol zile tamaa, mimi sasa nataka tena nitamani mwingine.
nitamani ule msichana, nitamani ule na nitamani ule. Haipendezi Mwenyezi Mungu. Na ndio kwa maana tuliokolewa katika tamaa ya mwili, na Mungu kwa nguvu na upendo wake akaweka Roho Mtakatifu wake akawali ndani ya maishani mwangu. Na mahali Roho wa Bwana ako, iko amani, iko upendo, na iko ile tunaita self control. Self control, very very important, very very important. Na iko unyenyekevu. Ni lazima mimi sasa ninyenyekee, ni lazima Roho wa Bwana anipe unyenyekevu, na kwa ajili Roho wa Bwana ako pale sasa na control tamaa zangu, lakini tamaa bado iko. Na hiyo ndio kwa maana ukisoma kitabu cha Warumi 7:24 Paulo anasema, ole wangu maskini mimi, ni nani atayeniokoa na mwili huu wa mauti? Ni nani atayeniokoa? Sasa wapendwa, hizi ndio vita vya kiroho ile sisi kama Wakristo tunapigana nayo, tunang'ang'ana nayo, kwa maana tunatembea nje. Kwa ofisi tuko na wale bado wanatawaliwa, bado wako wanafuata ukawaida ya ulimwengu. Wale roho wa mkuu wa anga bado wanafanya kazi ndani ya mioyoni mwao, na tunaona jinsi vile wanafanya kazi, na saa zingine pia sisi tunatamani kufanya kazi vile wanafanya. Lakini Biblia inafunza ya kwamba sisi ndio taa ya ulimwengu. Ni sasa sisi ndio tuinfluence dunia, ni sisi ndio tuonyeshe dunia mahali wanastahili waende. Dunia bado wako kwa giza. Ni kama mimi sasa, Wakristo sasa ndio sasa, ni kama umaiona ule mtu anamuongoza kipofu. Kipofu hajui mahali anaenda, ni kijiti amepewa na ameshika, na mimi ule niko na macho, ndio mimi naona mahali anaenda. Sasa ni sisi ndio tuongoze watu wale bado wako kipofu, lakini sasa wakituinfluence, na hao ndio watuongoze na watuambie vile tunastahili tufanye. Sasa ni makosa mbele za Mungu, ni makosa mbele za Bwana. Ni sisi ndio tuinfluence dunia, na hiyo ndio kung'ang'ana kwetu, na hiyo ndio kushindana kwetu, ili tusimame na neno la Mungu, kukataa kufuata ukawaida ya ulimwengu huu. Tusifuate kawaida ya ulimwengu huu, mahali watu wanachukua hongo. Sasa wewe usiende pale na pia wewe uchukue hongo kwa sijili nani alichukua hongo. Hapana, haipendezi Mungu, haipendezi Mungu. Mahali unaona watu ati mwisho wa mwezi wanachukua pesa ya serikali sababu imebaki na watu hapana. Sasa pale haustahili kwe, kwa sababu wewe ni Mkristo, unastahili usimame na haki. Usifanye sababu wale wanafanya. Fanya kulingana na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Kitabu cha hiyo ni Warumi 12:2. Alafu waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 mpaka 16 inasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilicho duniani, yani tamaa ya mwili, sikia hiyo, na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatoka na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tamaa haitoki kwa Mungu. Sasa ni lazima mimi nikatae tamaa, ndio mimi nikatae ukawaida ya ulimwengu, kwa sababu Bwana amenileta katika nuru ili mimi nimtumikie Bwana. Lakini mara nyingi shetani anang'ang'ana na sisi ili sisi turudi mahali Bwana alituokoa. Bwana alishatutoa katika kawaida ya ulimwengu. Bwana ametuokoa katika kutawaliwa na tamaa za mwili, lakini shetani anatuvuta, ana take advantage ya maishani mwetu na situation yetu mahali tuko. Nataka kunikupatia good example. Imagine sasa wewe ni Mkristo na hauna kazi, na umepata nafasi ya kazi, lakini mahali unastahili uajiriwe kazi, inatakikana pesa, uhonge mtu ndio uingie katika ile kazi. Haimpendezi Bwana uhongani. Bwana anataka wewe upige magoti chini na ukabidhi hiyo vita katika mkononi mwake, na Bwana atakushindia hiyo vita. Lakini mara nyingi Wakristo wengi tumefuata ukawaida ya ulimwengu, mahali watu wanahongana pia sisi tunahongana, lakini haistahili namna hiyo.
haistahili namna hiyo. Ni lazima tusimame na kwa imara. Msingi ni neno la Bwana. Bwana alituleta kwake ili sisi tukue na imani kwake, ya kwamba Mungu ule tunamwabudu yeye anaweza. Biblia inafunza ya kwamba kila goti litapigwa mbele zake ya vitu viliko mbinguni, hapa duniani na chini ya ardhi, na kila ulimi takiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Yeye anaweza. Yeye ni mwaminifu kwa kila ahadi aliyotutolea, kwa kila ahadi aliyonena kutoka kwa maandiko takatifu. Yesu Kristo ni mwaminifu, yeye atatimiza ahadi zake. Sasa ni lazima tusimame katika msingi wa neno la Mungu, na tusimame katika msingi wa imani kwa Bwana. Nataka tuangalie ni jinsi gani Paulo ama Roho Mtakatifu ananena kupitia kwa mtumishi wa Mungu Paulo, jinsi vile tunastahili tusimame. Paulo ukianza pale 11 anasema vaeni silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu sasa tuvae. Ukifika pale 14 anasema basi simameni hali mumejifunga kweli viunoni mwetu. Biblia inafunza ya kwamba Yesu Kristo alishuka na neema na ukweli, kumaanisha neno la Yesu Kristo ni ukweli. Tukisimama kwa neno la Yesu Kristo na tuweke imani kwa neno la Yesu Kristo ni ukweli. Anasema kama unanipenda utatii amri zangu. Tukisimama na hiyo. Na ya pili anasema kuvaa diria ya haki kifuani mwetu, ili tukue haki mbele za Mungu. Ili mimi na wewe tukue haki mbele za Mungu ni kuweka imani kwa Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba yeye asiyejua dhambi, hiyo Wakorintho wa pili 5:21, yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuwe haki mbele yake, haki mbele ya Mungu. Ndio kwa maana Yesu Kristo alifanyika dhambi, na ndio kwa maana alisulubiwa msalabani, akakufa kwa dhambi zetu, kwa ile makosa yangu, ile adhabu mimi ningepata, Yesu Kristo alichukua ili mimi nikuwe haki mbele za Mungu. Hiyo ni imani kwa Yesu Kristo. Sasa amesema ya kwanza ni neno, usimama na neno la Mungu. Ya pili imani kwa Yesu Kristo. Alafu anasema na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani, kukuwa tayari kupeleka injili ya Yesu Kristo nje. Zaidi ya yote mkiitua ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Na imani ni nini? Imani tunaweka wapi? Imani tunaweka kwa Bwana na neno lake. Tena ipokeni chepeo ya wokovu, imani kwa Bwana, na upanga wa Roho ambayo ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali wakati katika Roho. Sasa yale mtumishi wa Mungu hapa Paulo ananena kuhusu, anasema ya kwamba tuweke imani kwa Bwana, tuweke imani kwa neno la Bwana, tukue tayari kupeleka injili ya Bwana nje, na ya mwisho tusimame na maombi, kwa sababu peke yetu hatutaweza. Tuzidi kumlilia Bwana katika maombi kila wakati, ili Bwana azidi kutupigania katika hivi vita vya kiroho, na sisi tutashinda vita vya kiroho. Ni lazima tusimame na imani kwa neno la Bwana, tusitoke pale katika msingi wa imani kwa neno la Bwana, na sisi tutapata kushinda. Ukisoma kitabu cha Yoshua, nataka tusome haraka 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Then you will have good success. Atakuwa na good success. Your ways will prosper. Atabarikiwa akisimama na kitabu cha Torati, aitafakari siku zote. Sisi yale Bwana alituachia ni injili ya Yesu Kristo, na ndio kwa maana katika kitabu cha Wakolosai Paulo anasema anasema 3:16 anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi
na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Tusimame na imara na msingi wa neno la Bwana. Tukisimama na msingi wa neno la Bwana, wapendwa, tutashinda hivi vita vya kiroho. Hizi vita vya kiroho zimepiga wapendwa wengi ndani ya kanisa, na wengi wametoroka kanisa, na wengi wakarudi nyuma. Hii ndio mapenzi ya Shetani, ili sisi tusiamini neno la Mungu, ili sisi tusiamini Bwana na tusiweke imani kwa Bwana. Na ndio kwa maana mara nyingi Shetani analeta hizi vita. Tulitolewa pale katika hali ya giza, lakini mapenzi ya Shetani ni ya kwamba turudi pale na tuzidi kumtumikia. Na ndio kwa maana Bwana anasisitiza, Roho wa Bwana anasisitiza kwamba tusimame imara kwa neno la Mungu. Na tukisimama imara, wapendwa, tutashinda hizi vita. Tutashinda hizi vita, wapendwa. Ukisoma kitabu cha Zaburi 119:11, Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikutendee dhambi. Hii ndio kwa maana tunastahili kutafakari neno la Mungu na tuhifadhi ndani ya mioyoni mwetu, ili sisi tusimtendee dhambi, kwa sababu Biblia inafunza dhambi inaleta utengamano, wapendwa, baina ya sisi na Mwenyezi Mungu. Dhambi inaleta utengamano. Na nataka tuangalie watumishi wa Mungu waliokutana na hizi vita vya kiroho macho kwa macho. Mtu wa kwanza tuone ni pale shamba la Edeni. Ndio vita hizi vya kiroho zilianza katika shamba la Edeni. Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, akawaambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Anatumia neno ati ili kudoubt neno la Bwana. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya miti iliyo katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Tayari amekana neno la Bwana. Na hii ni pepo, Shetani anasema ya kwamba hamtakufa. Sasa angalia, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni miti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake, akala, akampa na mumeo, naye akala. Mwanamke na bwana wake wakakataa kutii sauti ya Mungu, wakachukua neno, wakachukua tunda na wakala tunda. Ukirudi kitabu cha Mwanzo 2, wacha tuanzie 16, tusikie neno la Bwana ile alipatia mtumishi wake Adamu. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Lakini Shetani akaingia katika shamba la Edeni, akabadilisha ile neno, na Adamu na mkewe wakaamini Shetani, wakakosa kuamini Mungu, na wakakula ile tunda, na kifo ikaingia dunia, na utengamano kwanza iliingia pale, na wakafurishwa katika shamba la Edeni, na wakaletwa hapa duniani, na kifo ikaingia. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu wa pili ule tunaona anang'ang'ana na Shetani ni Ayubu. Nataka tuanze pale Ayubu 9-11. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yamcha Bwana bure? Wewe haukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake umeiongeza katika nchi.
Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakufukuru mbele za uso wako. Unasikia yale shetani anasema? Anataka Bwana achukue mali ile Ayubu ako nayo, ili Ayubu aweze kumfukuru Bwana. Hii ndio lengo kubwa ya shetani, wapendwa. Wakati shetani analeta vita vya kiroho ndani ya kanisa ili wewe usiamini Bwana na utoroke kanisa. Alileta vita vya kiroho shamba la Edeni, na Adamu na Hawa hawakusimama na wakafurishwa pale shamba la Edeni. Sisi leo hii shamba letu la Edeni ni hapa ndani ya kanisa, ndio shamba letu la Edeni. Lakini shetani bado analeta vita vya kiroho ndani ya kanisa ili wewe usiamini neno la Bwana na wewe utengane na Bwana, na ukishatengana na Bwana hatimaye mpendwa ni kifo. Nataka uangalie pale Ayubu 21 mpaka 22. Mara nyingi watu wanaangalia ya kwamba Ayubu alinyang'anywa mali lakini bado alisimama. Lakini iko something Ayubu anafanya very very special, extraordinary. Despite everything, ana glorify the name of the Lord. Akasema pale 21, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu, mili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi, wala hakumwanzia Mungu kwa upumbavu. Hakutenda dhambi. Shetani hakufaulu. Na ni kwa ajili gani leo hii shetani anatenganisha Wakristo na Mwenyezi Mungu? Ni sababu gani? Ni sababu gani shetani analeta utengamano na hatimaye kifo kwa Wakristo wengi ndani ya kanisa? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tumekosa kusimama katika msingi wa neno la Mungu. Ayubu anasimama katika msingi wa neno. Ukisoma kitabu cha Ayubu 19:25, Ayubu anasema ya kwamba mimi najua ya kwamba mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu, Mungu anayenitetea, yeye yu hai. Anasimama na neno la Bwana na anajua ya kwamba hatimaye hata kama itakuwa ni nini, Bwana atarudi na ataniokoa, atanishindia vita. Anaweka imani kwa Bwana, na hiyo ndio mapenzi ya Bwana. Bwana alituleta ndani ya kanisa tuweke imani kwake na tusimame kwa msingi wa neno la Bwana. Lakini leo hii vita vya kiroho inaingia ndani ya kanisani, hata ni vita vya maneno tu. Ati nani alisema, watu wanatoroka kanisa, mtu anasema mimi sikuji kanisa. Na watu wanasahau ya kwamba mtumishi wa Mungu anayepanda katika madhabahu, hata yeye vita vya kiroho inaweza mwangukia, na asikosa kusimama imara, anavunja kanisa yote. Na shetani amepiga watumishi wa Mungu wengi na wakatenda dhambi, na waumini wakatoroka kanisa. Wakasema kama mtumishi wa Mungu ndiye alifanya yale, ndiye alifanya dhambi, mimi ni nani? Mimi hiyo kanisa siendi tena. Na anarudi anakaa nyumbani. Wengi wamekufa kwa sababu ya vita vya kiroho, wanatoroka vita vya kiroho. Ni lazima tusimame kwa msingi wa Bwana. Biblia inasema ya kwamba aliyeanzisha kazi njema ndani ya moyoni mwetu, yeye ataikamilisha. Ni Mungu ndiye ataikamilisha kazi njema aliyoanzisha ndani ya moyoni mwetu. Ni lazima tusimame imara na tukatae kutoka katika kanisa, na tuzidi kumlilia Bwana, azidi kututakasa na azidi kututia nguvu kupitia kwa Roho Mtakatifu wake, ili sisi tusimame, kwa sababu tunahitaji Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu anatupa hekima, na ni Roho Mtakatifu anatufunza jinsi ya kumwabudu Bwana, na ni Roho Mtakatifu analeta self control katika maisha yetu, na ni Roho Mtakatifu wa Bwana anakufanya sisi tunakuwa wenyenyekevu mbele za Bwana. Ukifika pale Ayubu 2, ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utumilifu wako? Mfukuru Mungu ukafa. Hiyo ndio mapenzi ya shetani. Na hiyo ni shetani, hiyo sio mkewe. Hiyo ndio mapenzi ya shetani. Amfukuru Mungu yeye afe, kwa sababu dhambi inaleta utengamano. Mapenzi ya Mungu ya shetani ni kwamba tutende dhambi ili tutengane na Mungu na hatimaye tukufe. Na hiyo ndio kwa maana vita vya kiroho viko
na zitakoma, ziko kila siku. Kama wewe ni Mkristo ukitembea pale nje, unastahili ujue ya kwamba hii kung'ang'ana ni kila siku, hii kushindana kwetu ni every day, si ati ni jana peke yake, ni kila siku. Vita vya kiroho zinainuka na ni lazima sisi tushinde kama Wakristo, sisi tushinde mpaka tushinde, wapendwa. Kama Ayubu alisimama imara na Yesu Kristo mwana wa Mungu anasimama imara, hata pia sisi tutasimama imara. Lakini tunasimama imara wapi? Kwa imani kwa Bwana, imani kwa neno la Bwana, na tunasimama katika ile msingi. Ukisoma pale kitabu cha Timotheo, kitabu cha Timotheo wa pili 4:7, Biblia inasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimemaliza, imani nimelinda. Hiyo ni Paulo. Ni lazima tupigane, ni lazima tupigane wapendwa, ni lazima tupigane na tusimame katika tusimame imara wapendwa. Tusikubali kurudi nyuma, hata kama ni nini, tusikubali kurudi nyuma. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 11:12, I think, Biblia inafunza ya kwamba tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hadi sasa vita, ufalme wa mbingu ilisuffer violence, na wenye nguvu watauteka. Since the days of John the Baptist, the kingdom of God has suffered violence, and violent men shall take it by force. Nimeshindwa kuileta na Kiswahili, lakini inasema namna hiyo. Violent men shall take it by force. Ni wenye nguvu ndio watateka ufalme wa mbingu. Wenye nguvu, watu wale watasimama imara. Watu wale watakataa kulala na wasimame na maombi. Kwa sababu Paulo anatupatia vipengele vinne. Anasema ya kwamba tuweke imani kwa Bwana, tuweke imani kwa neno la Bwana, tukue tayari kupeleka injili ya Yesu Kristo pale nje, na tusimame na maombi. Na tukisimama na tupigane, haijalishi vita yale yatainuka katika maishani mwetu, na tusimame imara katika neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba tutafika na tutaona ufalme wa mbingu. Lakini wewe ukiona vita vya kiroho kidogo tu, ati nani alisema, ati nani alifanya, ati pastor alifanya, na wewe unatoroka kanisani, wewe unarudi nyumbani. Na Bwana alikuleta ndani ya kanisa ili wewe umtumikie. Wewe unaacha huduma ya Bwana kwa sababu ya yale wewe uliona imetendekea juu ya nani, ama kwa ajili nani alisema, na unarudi pale nyuma. Hiyo ndio lengo kuu ya shetani, na hiyo ndio mapenzi ya shetani. Wewe utakuwa umetimiza mapenzi ya shetani. Ni lazima tusimame katika imara, katika msingi wa neno la Bwana, na tutukuze jina la Bwana. Paulo anasema nakaza mwendo ili nifikirie mende ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Anakaza mwendo, hata pia sisi tutakaza mwendo. Hata vita ikichacha namna gani, kanisa ni lazima ikaze mwendo, na kanisa ni lazima lipigane. Yesu Kristo anasema ya kwamba juu ya hiyo mwamba nitaweka msingi wa kanisa, na kuzimu haitaishinda. Leo hii kuzimu inashinda kanisa. Kwa ajili gani? Ni kana kwamba yale Mungu alifanya juu ya msalaba ilikuwa ni kazi ya fifu. Bwana hafanyi kazi ya fifu. Tukisimama imara katika neno la Bwana, na tumtegemee Mungu, na tuweke Mungu tegemeo la maishani mwetu, na tuseme ya kwamba aliyeanzisha kazi njema ndani ya maishani mwetu, yeye ndiye ataikamilisha. Biblia inafunza ya kwamba anayekaa ndani ya mioyoni mwangu, yeye ni mkuu kuliko anayetawala hii dunia. Tukiamini neno la Bwana, tukisimama katika msingi wa neno la Bwana, wapendwa, tutaingia katika ufalme wa mbingu. Lakini tukikosa kusimama katika msingi wa neno la Bwana, wapendwa, sisi sote tutatoroka kanisa. Hizi vita vya kiroho si ati ni za siku moja. Ati wewe ukiona magonjwa, wewe ukiona biashara haiendi vizuri, ndio unaona iko vita vya kiroho. Lakini ukiona maneno yako yanaendelea mzuri, maneno yanaenda niwe, wewe unabelieve ya kwamba hamuna vita vya kiroho. Vita vya kiroho ni kila siku, na mapenzi ya shetani ni ya kwamba wewe utende yale hayastahili mbele za Bwana, ili dhambi ilete utengamano.
Dhambi inaletanga kitu moja tunaita aibu. Wewe unaona aibu, alafu sasa wewe unakataa kutubu dhambi zako, unakataa kuelezana kwa kanisa, na unakataa kupiga magoti kutubu hii dhambi zako mbele za kanisa ama mbele za Bwana. The moment umefanya namna hiyo, shetani amekutupa nje. Wenzako wakigundua, sasa wewe unaanza kuona aibu. Inafika mahali wewe sasa uendi kanisa, unatamani upate kanisa nyingine uende, hamuna kanisa nyingine. Wapendwa, tusimame imara katika msingi wa neno la Bwana na hatimaye tutaona ufalme wa Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana kwa kunipata nafasi na kusikiza neno hilo, jumbe Bwana alinipa leo. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Amen.